Aksanti. Kwa majina naitwa Kaka Ukiriza Daniel, na kuwa bwana shamba. Kiufupi na kuwa mwenye kufanya maandalizi fulani ya mafunzo kupitia mitindo ya kisasa ya kazi za shamba. Ndio bwana Kaka, unatoka kuwafundisha wanawake wakimbizi muda wa siku 2. Tunaweza kutambua nini ilikuwa kiini cha mafunzo ya leo ama ya siku 2 zinazopita? Asante kwa swali wana mpashaji habari. Zaidi ilikuwa kugusia mitindo ya kisasa ya ukulima ambayo inasaidia kuweza kurudisha mbolea kwa udongo, kuchunga udongo na kuweza kupatia nafasi ukulima wa kisasa ubora zaidi ambao hauwezi kuhatarisha mazingira na mbolea ndani ya udongo. Na ile ndio ilikuwa kazi muhimu ambayo tumefanya kwa hizo siku 2 na wamama wakimbizi ambao wanasaidiwa na muradi kupitia shirika IGT na mfadhili GIZ. Kwa siku ya pili ama siku ya leo wanawake walionekana kufunzwa na kutengeneza dawa tofauti za kuweza kuikinga mimea. Ni dawa gani wametengeneza na imeendekaje mpaka wafikie kutengeneza hizo dawa? Ndiyo, asante pia kwa swali hilo. Nafikiri kiujumla mumea ni kama kitu ambacho kinaishi. Mumea unaishi, unakomaa, unakufa na unasirika pia kupitia magonjwa ama wadudu fulani. Sasa ilikuwa wajibu kwetu kupitia ile muradi ambao tunasaidia kwa mafunzo kuweka ile kipengele ya kutia ujuzi kwa wamama kuweza kujua na kuelewa namna gani wanaweza kufanya dawa ya mimea kupitia ingine mimea, sababu mara kwa mara dawa ambazo zinafanyiziwa kutoka kwenye maizine ama mashirika fulani za kutengeneza dawa huwa zinakuwa na hatari kwetu sisi kupitia mwili wala pia kwa udongo. Ndio kwa maana kwa mipango ya kisasa kunakuwa ile ujuzi ambayo tunasaidia wamama ama kuwafunza kwa mafunzo ya gisi wanaweza kutengeneza dawa kupitia mimea. Na tumefanya dawa 3 ambazo tumeweza kuzitengeneza. Tumetengeneza dawa ambayo inafanyika kwa majani kupitia mmea wanaita margousier kwa Kifaransa, na ile tumekamata majani tumeweza kuiponda ama kuitwanga na kuweza kuextraire matière active na kuweza kufanya dawa kwa kufanya combinaison ya vifaa fulani. Ya pili tumekamata pia matungu ambao ni matungu sumu na matungu ya kawaida ambayo tumechanga pia na pilipili ama majani ya pilipili, na tumeweza pia kufanya dawa kupitia hiyo majani. Na kwa mwisho tumefanya ingine dawa ambayo imefanyika kwa majani ya tumbaku, nayo tumefanya hivyo kwa kuweka ndani ya maji ya moto, na tumeweza pia kufanya dawa. Na hizo dawa kwa jumla zinasaidia kufukuza wadudu ambao wanaweza kuwasilisha mimea kutokuweza kuwasilisha mimea, sababu zinakuwa na ile tunaita kwa Kifaransa matière active ama nguvu ya ile mimea kiundani ambayo inasaidia kusema iweze kufanikisha kuwafukuza wadudu fulani kwenye mimea. Na kinyume na hayo umewafunza namna ya kuweza kutengeneza compost. Kama unaweza kufasiria kidogo kuhusu hiyo praktiki? Asante. Compost ni kama vile mtindo wa kuweza kutengeneza mbolea kupitia majani ya pori, na huwa pia tunachangia kati kuwekeza uchafu ama mavi ya ng'ombe ama udongo ambao siafu ama termite zimeweza kutoa ndani ya udongo. Basi kwa kifupi
tumeweza kujifunza compost mbili, ambao moja inafanyika kwa baridi na ingine inafanyika kwa joto, na hapo tumeweza kutoa mpango fulani kuweza kuelewesha wamama wajue namna gani wanapaswa pia nyumbani kutengeneza ile aina mbili za compost na kuweza kuhifadhi mbolea ambao wanaweza wakapeleka kwenye shamba kwa ajili ya kupatia nafasi mimea kukomaa na kuwapatia mazao ambayo inaweza ikawa bora.